Wakati mwingine kwenye maisha tunapitia njia ngumu zenye miiba na majabali ya kutisha. Hakuna mtu anayeweza kuamini kwamba kijana huyu ameweza kunusurika kwenye ajali mbaya ambayo ingeweza hata kutoa uhai wake. Leo tumemtembelea kijana huyu ambaye alipatwa na ajali ya kutisha, lakini alinusurika na kuishia kubaki na sehemu hiyo ya kichwa. Wanamuita mtu mwenye kichwa nusu. Hussein Shabani ni mwanaume wa miaka 27. Mnamo tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2020 alipata ajali mbaya ya pikipiki. Ni kipi kilisababisha ajali hii? Je, hali yake kwa sasa ikoje? Kutana na mtu aliyenusurika kwenye ajali ya kutisha. Leo mwanahabari wetu wa Afrimax alisafiri tena kuelekea Tanzania, nchi iliyoko Afrika Mashariki, nchi yenye watu zaidi ya milioni 53. Leo tumemtembelea Hussein Shabani na mama yake ambao wanaishi sehemu iitwayo Kitunda. Tulipofika kwenye nyumba hii, mama yake na majirani walitukaribisha na walifurahi sana. Kama ni mara yako ya kwanza kumwona Hussein, utashtuka na hutaamini kwamba mtu huyo angeweza kuwa hai, lakini yote ni Mungu anatenda. Ni vipi wanaweza kuishi na mtu wa namna hii? Mama wa Hussein alikubali kutazama kamera zetu na kutueleza kile kilichomtokea mtoto wake. Mwaka huu 2022, mtoto wangu Hussein ana umri wa miaka 27 sasa. Alipata ajali kubwa ya pikipiki. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2020 usiku. Alikuwa akitumia pikipiki kufanya kazi ya bodaboda, na huo usiku alichukua abiria wawili kutoka sehemu fulani na kuwaleta huku Kitunda fremu 10. Wakiwa njiani, walifika sehemu moja yenye maduka mapya, lakini hakuna kitu ndani. Abiria walimtaka Hussein asimame ili wanunue kitu. Hussein alisimamisha pikipiki na aligundua kuwa hakuna chochote katika maduka haya. Wakati wanataka kurudi kwenye pikipiki yao, ghafla pikipiki nyingine ilikuja kwa kasi na kuwagonga kwa nguvu. Wasichana hao wawili ambao ni abiria walipoteza mabegi yao, lakini hawakujeruhiwa hata kidogo. Ila Hussein alipoteza fahamu. Kuanzia usiku huo, mama yake alianza safari ambayo haikuwa rahisi kwa kumtunza mtoto wake baada ya kujeruhiwa vibaya na ajali hiyo. Wakati huo majira ya usiku, alisikia watu wakija nyumbani kwake huku akikimbia, wakisema kwamba mtoto wake amepatwa na ajali mbaya. Alishtuka na kuwauliza bado yuko hai, lakini yeye hakuweza kusubiria jibu. Hivyo alichukua pikipiki na kwenda sehemu ya tukio. Alipofika pale, alimkuta mtoto wake akitokwa na damu nyingi na kuumia sana, lakini bado alikuwa hai. Wakambeba na kumkimbiza hospitali ya Ilala. Madaktari walipoona kichwa chake kilikuwa kikubwa na kilikuwa kimeharibika sana, walimhamisha hospitali nyingine kubwa zaidi ya Muhimbili. Baada ya kuchunguzwa hali yake, wakasema alitakiwa kufanyiwa upasuaji. Mama yake alikubali mara moja. Asubuhi madaktari walikuja kumwambia jinsi upasuaji ulivyoenda. Walisema kwamba hawana chaguo jingine zaidi ya kuondoa sehemu ya mbele ya kichwa. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, asubuhi na mapema madaktari waliniambia kuwa wameondoa sehemu ya mbele ya fuvu la kichwa cha Hussein, kwa sababu ubongo wake ulikuwa umevimba na kuwa mkubwa, hivyo ulihitaji nafasi. Sikuweza kufanya chochote kwa sababu sikuweza kubishana na madaktari. Nilichoweza kufanya ni kumuuliza daktari ikiwa mtoto wangu atapona, ataishije bila sehemu ya fuvu, na akaniambia kuwa kuna kitu ataweka katika kichwa chake na atakuwa sawa. Alikuwa katika hali ya kukosa fahamu, na walisema kwamba atakapoamka hataweza kukumbuka kitu chochote kwa sababu ubongo wake ulikuwa umeharibika sana. Madaktari waliniambia kuwa Hussein bado anapumua na kuna uwezekano mkubwa wa yeye kunusurika, ingawa bado alikuwa akipumulia mashine. Waliniambia kuwa inaweza kufikia shilingi 150,000. Hivyo ilinipelekea kuishi na wasiwasi, huku nikifikiria vipi nitaweza kupata hiyo pesa, kwa sababu ilikuwa ni pesa nyingi sana kwangu na nisingeweza kuipata. Ikumbukwe kwamba kwa wakati mmoja mama wa Hussein ndiye mtu pekee aliyekuwa akimtunza Hussein kwa kumpeleka hospitali pamoja na kulea watoto nyumbani.
Alikuwa akiuza samaki wa kukaanga karibu na eneo la nyumbani kwake, na hizi ndizo pesa alizokuwa akipata kutunza familia yake na kumhudumia Hussein. Baada ya kuambiwa kuwa itagharimu shilingi 1,500,000 kwa ajili ya oksijeni, alitoa taarifa kwa uongozi wa hospitali kuwa atashindwa kumudu gharama hizo. Lakini kwa bahati nzuri baadaye alipata bima ya matibabu na iliweza kumsaidia kwa baadhi ya bili, na alifurahi sana kuhusu jambo hilo. Wakati huo hakuna aliyeruhusiwa kumwona Hussein kwa sababu alikuwa kwenye matibabu ya uangalizi wa hali ya juu. Mama yake alikuwa akienda mara kwa mara hadi wakamruhusu kuingia ndani ya chumba alichokuwepo Hussein. Ndipo alipogundua kwamba Hussein alikuwa akila kupitia mirija. Siku zilisonga, muda ukafika na alitakiwa kuondoka hospitali na kurudi nyumbani. Walimwambia kiasi cha pesa ambacho alitakiwa kulipa, na alishtuka sana kwa sababu zilikuwa nyingi kwake na yeye hakuweza kumudu gharama hizo. Aliamua kutoa taarifa kwa vyombo mbalimbali vya habari kuomba msaada. Kwa bahati nzuri, baada ya siku 4 alipata pesa ya kulipa, hivyo Hussein aliruhusiwa kutoka hospitali na kurudi nyumbani. Ingawa wamepitia hayo yote, mtoto wao bado hajapona kabisa. Bado ni mgonjwa sana, kwa sababu tangu siku hiyo hakuna aliyesikia sauti ya Hussein hata kidogo. Anaendelea kumwomba Mungu asikie hata kidogo sauti ya mtoto wake akimuita mama kama alivyokuwa akifanya zamani. Ingawa familia hii inapitia nyakati ngumu, hakuna budi kumshukuru huyu mama ambaye amekuwa karibu na Hussein na amepambana sana kupigania maisha ya Hussein, na hadi sasa bado anapambana. Tangu wakati huo hadi sasa, hakuna kitu ambacho Hussein anaweza kufanya peke yake. Kila kitu kinafanywa na mtu wa pembeni ambaye ni mama yake mpendwa. Hawezi kwenda chooni. Mama ndiye anayefanya kila kitu, na wakati Hussein anapotoa haja, ni mama yake ndiye anembadilisha nguo, anamwogesha, anamlisha na kumwingiza ndani, na bado anafanya kazi za nyumbani kama kawaida, kama kuchota maji, kusafisha nyumba na mambo mengine mengi. Je, sote tunakumbuka kwamba yeye hufanya hayo yote na bado anaendelea kuuza samaki ili apate pesa za kununua chakula kwa ajili ya familia yake? Ndiyo, anafanya hayo yote peke yake. Sasa ni dhahiri kwamba upendo wa mama ni upendo wa ajabu. Mama Hussein amebahatika kuwa na jirani mwema anayemsaidia kumbeba Hussein kwa kumweka kwenye wheelchair na kumtoa nje na baadaye kumwingiza ndani kwenda kulala, kwa vile Hussein anapenda kukaa nje. Cha ajabu zaidi, tulipofika nyumbani hapa, muujiza ulitokea. Siku ambayo Hussein aliruhusiwa kurudi nyumbani, hakukuwa na kitu ambacho angeweza kufanya mwenyewe, lakini leo alifanikiwa kujilisha, na mama yake anaona huu kama muujiza, na hapa inampa matumaini kwamba mtoto wake atakuwa sawa siku moja. Na kujulisha tu kwamba sio kichwa chake pekee kilichoharibika, bali hata mguu wake pia. Hospitali walimwambia kwamba walipaswa kuweka chuma katika mifupa yake ili miguu iwe sawa, lakini haikufanyika kwa sababu hakuweza kumudu gharama. Matatizo katika familia hii yanaendelea kuwepo kila siku, na mama yake anasema kwamba yeye anahitaji msaada kwa sababu hawezi kumudu kila kitu peke yake, kama vile dawa na nepi kwa ajili ya mtoto wake, kwani hawezi kusema kuwa anahitaji kwenda chooni. Mpaka leo Hussein bado hajapona. Anahitaji dawa ambazo ni ghali sana. Anasema kwamba dawa zina gharama kubwa, isitoshe ni muhimu kwenye matibabu ya mtoto wake. Waliniambia kwamba wanapaswa kuweka chuma kwenye miguu yake, lakini kwa gharama za hayo matibabu sitoweza kumudu. Maisha yanazidi kuwa magumu kila siku. Hussein anahitaji chakula, nepi, na siwezi kumudu hivyo vyote. Kwa sasa ninatumia nguo zangu kama nepi, na anapotoa haja ndogo au kubwa ninaitoa na kusafisha, kisha namwekea tena. Hata hivyo, mama Hussein anaomba msaada kwa viongozi wa nchi kuweza kumwangalia na kufanya jambo kwa ajili yake.
Ni dhahiri kuwa ajali iliathiri sana familia hii na kila kitu kiliharibika. Tunaamini kwamba siku moja Hussein atakuwa sawa na atasimama na kutembea tena kama ilivyokuwa mwanzo. Fedha zitakazomsaidia kupata matibabu zitachangwa kupitia link iliyopo kwenye maelezo ya video hii ya Giving Life. Asante kwa kuitazama Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe.